Na kuomba tena kwa mara nyingine, Mheshimiwa kiongozi wa upinzani, kwa heshima yako kae chini. Nina hoja Mheshimiwa Naibu Spika. Na kuomba sana kwa mara nyingine ukae chini. Sasa nawaomba kiongozi wa upinzani atolewe nje ya ukumbi wa Bunge. Kwa nini mnapenda shari? Tuelewane, wewe umeongea, wenzako wamekusikiliza. Uwe na nafasi ya kusikiliza wenzako. Kama unataka fujo, utakuwa handled kwa fujo. Kwa hiyo tusikilizane. Hivi ananijibu ni nani wewe? Wewe katibu. Ananijibu ni nani? Ni Waitara huyo huyo? Basi Waitara anakutaka utoke nje. Kwa hiari yako mwenyewe. Nioba. Utoke nje tena haraka. Kabla sijawaita wale mabwana wale. Mheshimiwa Mnyika, kwa mara ya mwisho na utaka ukae chini, uliomba utoe kuhusu utaratibu kwa Mheshimiwa Lusinde. Nimekupa nafasi hiyo. Habari ya mimi kuwa na masikio 100 kusikiliza kila mtu anaongea nini huko pembeni, hilo haliwezekani. Mradi wewe umeshapeleka ujumbe wako kwa Mheshimiwa Lusinde, kaa chini usikilize mwenzako anasemaje kuhusu hilo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mnyika, don't dare me. Usinijaribu. Atolewe nje. Sergeant at arms. Leo juma ngapi? Ijumaa Huyu wiki nzima nisimuone hapa inayokuja. Na sasa hivi atoke nje. Na huyu anayefuata haraka kuleta fujo, naye muunganisheni huko huko. Tunaomba tunaendelea na bunge, kila mtu akae mahali pake. Niliwakumbusha wabunge kwamba sisi ni wawakilishi wa wananchi. Hakuna hata mmoja aliyejileta hapa kwa kutaka kwake yeye kama yeye kwamba mimi nataka kwenda bungeni alafu akawa hapa. Hayupo hata mmoja. Na kwa wale waliopita njia, kwa mfano ya kuchaguliwa, umechaguliwa na watu wa chama chako, umechaguliwa na watu wasiokuwa wa chama chako, umechaguliwa na watu wa dini yako, huenda umechaguliwa na watu wasiokuwa na dini yako, yani umechaguliwa na watu aina mbalimbali, na wewe ndio msemaji wao, wewe ndio kiongozi wao. Wakati wote ni muhimu kwa mbunge yeyote ule kukumbuka unawakilisha a wider group, una watu wengi mgongoni kwako. Na wewe unapopiga kura hapa, hupigi kura wewe kwa mdomo wako. Wewe ni mdomo wa wale unaowawakilisha.